Kila sauti ina hadithi, na kila hadithi ya muziki hubeba urithi, hubeba mafunzo na maono ya kizazi kijacho. Karibu katika mfululizo maalum unaomchambua kwa kina gwiji wa muziki wa Injili Afrika Mashariki, Gideon Kasozi. Hapa tunajifunza, hapa tunatafakari, hapa tunajenga kizazi cha viongozi wa muziki wenye elimu, wenye maadili na wenye maono. Katika episodi ya leo tutaangalia kwa undani safari ya muziki wa Injili na Bwana Gideon Kasozi. Unajua, watu wengi huona jukwani kwaya ikiwa imepangwa vizuri, wanaona sare zilizopendeza, wanasikia sauti zilizosawazika, lakini hawauoni mchakato ambao huwa unakuwa nyuma ya hayo yote. Hawajui kuwa nyuma ya kila uimbaji mzuri kuna kiongozi au viongozi ambao hawalali, wanakaa wakifikiria mambo ya soprano, mambo ya sauti ya soprano, wanaokesha wakipanga mazoezi na wanaosali kabla ya kuinua mikono yao kuongoza kwaya. Hebu sasa tuone siku ya kawaida ya Bwana Gideon Kasozi inafananaje. Ngoja tuombe. Baba yetu, tunakushukuru sana kwa kutulinda toka mipango hii ilivyoanza mbali. Tunashukuru leo angalau tumeanza, hatujui itaishia wapi, lakini endelea kukaa pamoja nasi ukituongoza ili tuweze kuona mbaraka wako. Wewe mwenyewe ongoza kwa kweli jambo hili, kwa sababu sisi ni akili za binadamu tu. Mwenzangu zidi kumbarika katika shughuli zake zingine ambazo ameacha ili kuweza kuingia kwenye shughuli hii. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Baada ya maombi hufuata kuandaa nyimbo. Kuna haya mambo pia ya kuchambua, kuandika, kupanga mambo ya ratiba ya mazoezi na mambo kama hayo. Hakuna siku ya kubahatisha kwa mwalimu ambaye anakuwa makini. Sasa hebu share na sisi kidogo siku yako, maandalizi yako, ulikuwa unafanyaje? Uandae, utafute nyimbo unatafuta wapi? Ili uende ukafundishe. Siku yako ilikuwa inakaaje? Maana yake inaonekana lazima ulikuwa uko busy sana. Hamna. Advantage yangu niliyokuwa nayo kubwa pengine kuliko walimu wengi ambayo enzi hizi wanazo wameanza, lakini enzi hizo nilikuwa na advantage kubwa sana na walimu wengine ambao hawakuwa nayo. Mimi nilijua jinsi ya kusoma muziki. I knew how to read music bwana. Yaani I knew si muziki tu wa staff, na lakini nilikuwa najua kusoma muziki wa solfa. Siku moja hata tukiwa kanisani mtu anasema hivi do hizi so la hivi vinafanywaje, vimeandikwa kwenye kitabu chetu cha nyimbo za Kristo. Nikasema Mungu wangu, hii ndio shida sasa. So advantage niliyokuwa nayo ya kusoma muziki inakuchukulia muda mchache sana kuandaa wimbo. Kwa mfano, nyimbo kadhaa nilikuwa nasitoa kwenye vitabu ambazo zishaandikwa tayari, lakini ziliandikwa kwenye 20th century. Sikurudi kwenye zile classical music. Maana mimi nilitekwa sana na hizi nyimbo za Wasabato za 20th century. Nilitekwa sana na nyimbo hizo. Kwa hiyo nikawa nazitoa huko na nasoma muziki pale na tafuta, sijui Kiswahili by the way. Natafuta mtu ambaye anajua Kiswahili, tuna Kiingereza, namueleza kwa Kiingereza, anatafuta maneno ya Kiswahili na mweza kwa Kiingereza. Siku nyingine nikiona muda nimelemewa, sina mtu wa kunisaidia kutafsiri, nachukua hizo za nyimbo za Kristo. Utakundua kwenye nyimbo za volume ya kwanza ya Kinondoni na volume ya pili kuna nyimbo za Kiswahili za nyimbo za Kristo. Mimi niliweka tu tune yangu. Nikasema nimepata maneno. Sasa tune ndio shida. Nikaweka tune yangu mwenyewe. Nikatunga tune hapo. Sasa kwa sababu I knew how to read music, how to put the notes together, nikawa ni rahisi kwangu kufanya sauti ya kwanza, kuingiza ya pili, kuweka ya tatu, na naandika solfa zote. Nyimbo zote hizo niliandika, kila wimbo niliweka kumbukumbu. Mpaka leo nina kumbukumbu ya nyimbo zote hizo niliwahi kufundisha. Otherwise wakati mwingine unazitoa moja kwa moja kwenye staff, unafundisha kwaya. Wewe huwapitishi kwenye solfa wala staff kwa sababu mtachelewa sana. Unafundisha noto inatoa pale, Yesu alikuja, lakini umesoma pale so la so fa mi. Baada ya kuingiza kwenye mambo ya solfa, unatoa huko unaingiza moja kwa moja ili wajifunze haraka. Ndivyo. Kwa hiyo siku yangu nilikuwa nachukua just a few minutes. Wimbo kama nitachukua saa nzima kujifunza, mimi mwenyewe nachukua kama dakika 10 au 15 kuuandaa. So muda nilikuwa nao mingi tu,
na nilikuwa na mimi naenda kazini kama watu wengine wote, naenda kazini na natoka jioni na kuja pale kwenye daladala, niko kwenye daladala naandaa wimbo utakayoimbwa hivyo hivyo. Moja ya mambo anayosisitiza sana Kasozi ni hili kwamba jifunze kusoma muziki. Haya mambo ya sofa na staff notation sio vitu vya anasa, ni msingi wa kasi. Mtu anayejua kusoma muziki anaweza kujifunza wimbo mpya kwa haraka, anaweza kufundisha wengine bila kupoteza muda mrefu, anaweza kushindana hata kimataifa. Ushauri ninayompa mtu yoyote ambaye anataka kwenda speed ambayo nilikuwa naenda nayo, kwanza uwe kijana, la kwanza kabisa hilo. Maana nimegundua katika umri unapoanza kwenda hivi speed inapungua. Lakini pili, jifunze kusoma muziki. Bwana, usipojifunza kusoma muziki utahangaika kweli jinsi ya kutafuta noti, jinsi ya kuziharmonize, kwa sababu kwenye muziki kuna harmony. Utajifunza how melodies inavyokuja. Halafu utakujifunza how harmony is done. Nyimbo hizi solfa hivi noti gani na harmonize nyenzie. Kwa mfano noti ya so fa mi re do, sikia. So noti ya so haiwezi kuharmonize na noti ya re. Ukizipiga hizo mbili zote hamna harmony. Wala so sasa hiyo tunaita perfect fourth. Alafu kuna note interval inaitwa perfect fourth. Alafu kuna note ya so na do. So na do nazo ni perfect harmony, ni perfect fourth. Haiwezi kufanya harmony. Sasa usipojifunza mambo hayo ukiwa unajifunza kwenye muziki, itakuwa vigumu. Note zinazofanya harmony ni thirds. Do, re, mi. Do ya kwanza, re ya pili, mi ya tatu. Sasa ukipiga zote mbili, do, mi, umepata harmony. Au mi, fa, so. Hiyo inaitwa major third. Do, re, mi. Lakini mi, fa, so. Naona kuna noti tatu pia. Kuna mi ya kwanza, kuna fa ya pili, kuna so ya tatu. Hizo nazo ukipiga mi na so, mi, so, umefanya harmony. Sasa ijapokuwa inaitwa minor third kwa sababu ina noti chache kidogo kuliko ile major third. Sasa usipojua kwamba major third na minor thirds ndio zinafanya harmony, mpaka ujifunze muziki ndio utagundua kwamba kumbe this is how they make harmony. So kwenye score ya nyimbo za Kristo kwa mfano, ukienda tu ukaangalia nyimbo za Kristo jinsi zilivyo, lazima kila code ni nyimbo sauti zilivyopangwa, do, so, mi, do. Kuanzia soprano ya kwanza, sauti ya kwanza, ya pili na ya tatu na ya nne zilivyopangwa, ndipo wamepanga hiyo harmony. Na humu ndani lazima kuwepo na third. Third ndiyo inaleta harmony. Kwa hiyo unakuta anaimba do bass, tena anaimba do ya juu, mi ameimba alto, sauti ya pili anaitwa alto. Hiyo ndio third, imeingia harmony. Hata usipoongeza soprano, hapo wamefanya harmony tayari. Lakini of course kwa sababu soprano ndio amebeba melody ndio wimbo wenyewe. Ukimuuliza mtu hivi umesikia nini, akisikia akiimba wimbo fulani, huwa anakuimbia soprano. Anachoimba ndio inaitwa melody. Kwa hiyo ndio maana melody inaweza katoka soprano ikaenda bass, wakachukua melody nao. Lakini awekarudi sauti ya tatu, lakini anaimba wimbo halisi ndio anaimba melody. So mara nyingi soprano ndio anaimba melody. So utajua kwamba hawa wamefanya harmony. Unaenda kodi nyingine, unasikia sasa hiyo ni so, ti, re na so, lakini ulisoma ni siku nyingine. Hayo wote ndio wanafanya harmony. Unaona, wanakuja wanafanya harmony, plus muwe na third always. So kuwa na third. Sasa bwana rafiki yangu, kama hujajifunza muziki na hujajifunza instrument yoyote, kwa sababu kujifunza muziki inakuwia ujifunze instrument pia. Instrument hiyo na ujifunze harmonic instrument, ambayo harmonic instrument ndio hizo zinazopiga harmony kwa wakati mmoja, kama guitar au keyboard au organ au strings. Hizo ndio zinafanya. Lakini ukijifunza kama trumpet, hujajifunza harmonic kwa sababu trumpet inapiga tu instrument note moja, haiwezi kufanya note mbili zikapiga harmony. So haya ndio mambo ya huko kwenye kujifunza muziki. Sasa ushauri wangu mkubwa, jifunze muziki. Kwa hivyo kama ulivyosikia, siku ya kawaida ya Gideon Kasozi sio ya kawaida hata kidogo. Ni siku ya maombi, ni siku ya nidhamu, ni siku ya kujifunza, ni siku ya kufundisha. Na zaidi sana ni siku ya kuijenga kesho. Sasa je, wewe kama kiongozi
una mfumo wote wa kuandika na kufuatilia maendeleo, au unategemea tu ile kumbukumbu ya kichwa? Sasa katika mazingira mengi ya Afrika hakuna walimu wa kutosha wa muziki, lakini hili halijawa kikwazo kwa Kasozi. Yeye alijifunza kwa kusikiliza wengine, kwa kushirikiana, kwa kufundishana ndani ya kwaya na vikundi. Anasema maarifa hayakai katika kichwa kimoja, yakishirikishwa yanakuwa, yakifichwa yanapotea. Katika episodi ya 3 tutaingia ndani zaidi kidogo, tukiangalia changamoto za kuongoza kwaya na jinsi ya kushughulikia makosa bila kuvunja moyo au mioyo ya waimbaji. Kwa hivyo usikose episodi inayokuja ambayo itakuwa ni episodi ya 3. Mungu akubariki.